ile ya kwanza kabisa, kila wakati nikipata nafasi, sasa nafikiri na miezi miwili, najifunza kwamba kushinda majaribu. Kwa hiyo tukaangalia kwamba kwa nini tunatakiwa kushinda majaribu, kwa sababu kiongozi wetu ambaye sisi tunamfuata yeye ameshinda majaribu, na mwinjilisti yeye akahubiri, ingawa sijamwelekeza, ni Roho wa Bwana akamuongoza, akasema ushindi wetu unaanzia pale ambapo Yesu Kristo amelifikisha. Kwa hiyo Yesu Kristo yeye ameshinda. Kwa hiyo tukasema ili uweze kushinda majaribu inayokukabili unatakiwa kuwa na mambo matatu. Yote sasa hivi tunaendelea kuliangalia hayo mambo matatu. Kwamba ya kwanza, kuwa na Roho Mtakatifu. Kama unataka kushinda majaribu, maana yake majaribu yapo. Hata kama hutaki, majaribu yapo, ni lazima utakutana nayo, lakini kwamba kama unataka kushinda majaribu uwe na Roho Mtakatifu. Namba 2, tukaangalia imani kwa Mungu bila kujali ukubwa wa majaribu, maana majaribu zingine ni makubwa sana. Lakini wakati mwingine mtu anashindwa kutoka katika majaribu kwa ajili ya muda ambalo jaribu limedumu kwako. Kwa wengine sasa ni ukubwa wa majaribu. Jaribu lingine ukilisikiliza ni kubwa sana hata kama haijadumu muda mrefu. Lakini kitu cha tatu ambalo tuliloliangalia, kumbukumbu ya mambo ambayo Mungu amekusaidia. Na tukaangalia wana wa Israeli, wakati mwingine Mungu amewasaidia sana, lakini wakati ukikutana tena na majaribu mengine wanasahau yale ambayo Mungu amewasaidia. Kwa hiyo tukasema sasa hilo yaani inawafuata watu wote hilo hali wanayo. Mungu anakusaidia, lakini jaribu lingine likikupata mtu atakuwa ana hofu. Kwa hiyo baada ya hapo tukaangalia madhara. Hiyo ni siku ya Jumapili iliyopita, madhara ya kutokuamini Mungu katika majaribu makubwa. Kwa hiyo tukaliona kuna mtu mmoja ambaye hajamwamini Mungu katika majaribu lililo kubwa. Kwa hiyo hilo majaribu ambalo lililo kubwa siku ya Jumapili tuliloliangalia ni nini? Tukaangalia katika nchi ya Samaria kulikuwa kuna njaa kubwa, lakini wanawake wawili walikuwa wamekubaliana kula watoto wao, lakini baadaye sasa walipomaliza, mtoto mmoja ameliwa wa mama moja. Sasa zamu ilipofika ya mtoto wa pili, yule mama alikuwa mjanja, ameficha mtoto wake. Alipoficha mtoto wake, basi sasa yule sasa alikuwa anahitaji msaada kutoka kwa mkuu wa nchi au kwa mfalme au kwa rais. Kwa hiyo sasa anasema sasa akamwita, baadaye akamwambia unataka nikusaidie kitu gani? Akasema sasa kuna huyu mama na mimi tumepatana kwamba tunakula mtoto wangu, alafu baada ya hapo sasa ndio zamu ya mtoto wa kwako. Lakini zamu ilipofika ya kwake ameficha. Mfalme akamwambia sasa, kama Mungu ameshindwa kukusaidia, mimi nitakusaidieje? Maana majaribu mengine ni Mungu tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.